Asante Mama Samia kutusaidia. Leo hii nimeona ndugu yangu, watoto wangu ninaona, tena nikifika nyumbani watacheka. Asante sana Samia. Sawa. Katika jitihada za kuboresha afya ya macho na kupunguza tatizo la uono hafifu pamoja na upofu unaoweza kuzuilika, taasisi ya Hellen Keller inaendelea kushirikiana na serikali kuwasogezea wananchi huduma za matibabu ya macho karibu na maeneo yao. Kupitia huduma hizi, wananchi watapata fursa ya kufanyiwa uchunguzi wa kina wa macho, kupatiwa matibabu na dawa pale inapohitajika, huku wagonjwa wanaobainika kuhitaji upasuaji wakipatiwa huduma hiyo na wataalamu wa afya ya macho. Matibabu haya yanatolewa bila malipo. Tatu Hasani ana miaka 2 sasa bila kuona na amekuwa akimbeba mtoto bila kumuona sura yake. Toka lini umeacha kuona? Ina miaka 2. Okay. Na leo unaona? Unaona vizuri? Naona kabisa. Unamwona mtoto anafanyaje? Anachukua maiki. Safi sana, unaona. Sasa na yeye hapa nataka kuongea. Unajisikiaje? Najisikia vizuri tu, lakini jicho la mkono wa kulia linauma kidogo. Linauma. Si bado ndo imetolewa leo nani? Kuona lakini unaona, sivyo? Kupona utapona. Sawa. Eti unasemaje juu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia? Mimi kwa kusema kwangu nashukuru tu, wametusaidia. Yaani nifikiri najiuliza, sijui mimi nitaona, sijui vipi. Nilikuwa nawaza maisha yangu kama mnavyoniona TV, sina kitu. Tuna mama kweli na mume wangu tunaye, lakini hatuna nani. Kwa sikutegemea kwamba nitaona. Ukutegemea kama utaona? Na mtoto wako ulikuwa hujai kumwona? Kwa sijawahi kabisa. Hujai kumwona mtoto? Leo ndo kwa mara kwanza unamwona? Namuona. Sio, unaona anafanana na wewe? Au hujui kama unafanana na mtoto? Kani jiangalie kwenye. Sisi tunafurahi kwamba umepata huduma vizuri. Na kuanzia leo unaweza kuona mtoto wako vizuri. Hilo jambo sisi tumefurahi zaidi hata wewe uliofurahi. Umeelewa? Sisi kama serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais mama yetu kipenzi Mama Samia, anataka kuona watu wanasaidiwa hivi. Sawa? Anataka kuona yule ambaye alikuwa hata haoni kama wewe, ana mtoto mdogo kama huyu, hajawahi kumuona, leo anamuona, hata yeye amefurahi huko aliko. Sawa? Basi uendelee kujitunza, utunze macho yako. Umeelewa? Asante. Wananchi wa wilaya ya Nzega wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kutumia fursa ya huduma hizi za afya ya macho, kwani uchunguzi wa matibabu ya mapema husaidia kuzuia madhara makubwa ya magonjwa ya macho na kuboresha ubora wa maisha. Ndugu zangu na rafiki zangu, macho yetu ni nuru ya maisha yetu. Macho yetu ndo kila kitu. Kuna mtu anakosa mikono lakini anafanya kazi, sivyo? Kuna mtu anakosa miguu lakini anafanya kazi, sivyo? Lakini ukikosa macho huwezi kufanya nini? Kazi. Ukikosa macho umekosa raha. Ukikosa macho umekosa, yaani huwezi kuona hata adui anavyokuja, huwezi kuona chochote, huwezi kufanya chochote ndugu zanguni. Kwa hiyo hawa wote 247 ambao kwa siku hizi 2 mmefanyiwa hii operation, nadhani kuna jambo mtakuwa mmejifunza. Kwanza kiimani, lakini pia kwa serikali yetu ya Mama Samia. Kwa kweli tuendelee kumwombea Mungu Mheshimiwa Rais. Kwa sababu pasipo yeye kuwa na mahusiano mazuri na hawa wadau, leo hii kina Hellen wasingeweza kuja kwetu. Ila kwa kuwa mama kila siku halali usiku na mchana anapambana kutusaidia sisi wananchi wake kuweza kupata kile ambacho tunahitajika kupata, ndio maana hata watu wanainuka na kusema twendeni tukamsaidie serikali.
Kwa hiyo mimi jambo langu kubwa la kuwaasa ndugu zanguni, leo utafunguliwa hizo bandeji, utaona. Jilinde sana, linda macho yako, lakini nenda ukawe balozi kule, waeleze watu kwamba hii haifai kwa macho yetu, hii haifai. Ninajua tunaishi katika familia duni. Wengine hawanaishi familia ambaye analala ndani, amewasha moto, kuni zenyewe hatujui za namna gani, ule moshi unakuingia kwenye macho, unaendelea kuua macho yako, sijui tunafanya nini. Lakini tuone namna ya kujilinda. Na hii ni Nzega TC habari.